itaendelea kubakia fumbo katika maisha ya mtu mpaka pale atakapokuwa amezielewa. Kwa tafsiri nyingine, tunazo haki nyingi sana ndani ya ufalme wa Mungu. Tunazo haki nyingi sana ndani ya ufalme wa Mungu, lakini hatujazipata ama hatujanufaika na haki hizo kwa sababu bado hatujagundua, hatujaelewa, hatujafahamu kwamba hizi ni haki zetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Upo uwezekano wa mtu kuishi ndani ya ufalme wa Mungu na bado akaishi chini ya kiwango au akaishi maisha ambayo sio ya lengo aliyokusudia Mungu. Uko ndani ya ufalme, uko ndani ya Mungu, lakini kuna mambo bado hayajakaa sawa. Kuna kiwango ambacho tungeweza kutoa shuhuda, kila mtu atakwambia katika hili sijatosheka, katika hili sijaridhika. Sasa utaona katika hayo kuna mengine mtu anaelewa, lakini mengine bado yamekuwa ni fumbo na hatujayaelewa. Biblia inasema watu wangu, maandiko yanasema watu wangu wanaangamizwa. Si wanaangamia, wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Nilipokuwa natafakari neno hili, nikaona kwamba kumbe si watu wa shetani, si watu wa mataifa. Neno linasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Sasa kumbe unaweza ukawa ndani ya ufalme, lakini kwa kukosa maarifa ikakupelekea wewe kulelewa sana na maadui, ikakupelekea wewe kulelewa sana na mambo ya dunia, ikakupelekea wewe kulelewa sana na shetani. Sasa nasema wanaangamizwa si kwa sababu nyingine, lakini kwa sababu wamekosa maarifa. Mungu wetu atusaidie sana. Ndio pale juu nilikotoka ya kwamba unaweza ukawa ndani ya ufalme na zikawa kuna haki zako, lakini usinufaike na hizo haki kwa sababu haujawa na maarifa na uelewe kwamba this is my right, hii ni haki yangu, na hujachukua hatua ya kumlilia Bwana, hujachukua hatua ya kumdai Bwana ya kwamba akutendee. Kwa sababu gani? Haujui hii ni haki yangu. Na siku zote mtu hawezi kudai kitu ambacho sio cha kwake. Hawezi. Huwezi kumdai mtu fedha ambayo hujamkopesha. Mungu wetu atusaidie sana. Kwa nini tujifunze somo hili kwamba umiliki wa fedha na mali hili vitatupa mchango, kama vina mchango mkubwa wa kutupa utulivu ama kuleta utulivu tunapokuwa ndani ya ufalme. Vina maana kubwa sana. Hasa lengo la somo hili, somo linalenga kutusaidia kuelewa kuwa ni haki yetu kumiliki fedha, kumiliki mali na thamani zingine, ikiwemo ardhi, yakiwemo magari, ikiwemo biashara, zikiwemo nyumba na thamani ama mali zingine tunazozihitaji kwa ajili ya ustawi wa maisha yetu. Lengo la somo hili ni kutusaidia kuelewa kuwa ni haki yetu. Mwambie wenzako ni haki yako kumiliki fedha na mali zingine kwa ajili ya kukusaidia kupata utulivu na ustawi ndani ya ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asibarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Isaya mlango wa 60 mstari wa 11. Isaya mlango wa 60 mstari wa 11 anasema, na malango yako yatakuwa wazi daima, ili mataifa walete kukuletea uchumi, wakuletea utajiri. Pale unapoona malango, tafsiri yake ni nini? Mungu ameweka channel nyingi za sisi kufanikiwa. Acha kufikiria kwamba umesomea kompyuta, hiyo ndio njia ya kufanikiwa. Bwana anaweza kukubariki katika mashamba, anaweza kukubariki kwenye biashara, anaweza kukubariki kwenye ufugaji, anaweza kukubariki katika uwekezaji mwingine. Nenda kawekeze katika jina la Yesu, utayaona matunda. Ili
anaweza kukutoa katika hali ya mauti. Pia Bwana Yesu makofi haleluya.